hapa nje kuwa na mitoto. Okay. Kama nilivyoelekeza, mambo najieleza bwana. Quiz. Dakika 30, S2. Topic inaeleweka. Tumesoma juzi tu mambo ya African resistance na mambo ya direct rule system. Wote mlisema mmeelewa. Kwa hiyo mfanye, niko hapo nje. Umeelewana? Ndio. Tutaleta kazi hapa. Sawa? Ndio. Sawa? Ndio. Mwalimu mkali mnamjua, anachapa yeye. Kuna mtu yote anaweza maswali? Hapana. Kwa maana mimi nikaa hapa na hata sielewi, yaani wewe una mambo mengi. Kwa teacher tunamjua ni mkali. Yaani kabisa tujue tuweke akilini. Haya maswali unatoa hapa. Tukikosa anatia bakora. Na mwenyewe kosa ni mwalimu wetu. Watu kala tosho la mwisho. Wakipaka kawaza mwanangu, tufute tuseme. Au mwanangu? Ndio. Wakipaka tuzote. Watabia zilizo. Ndani ya samaki tuzote. Hivi kama mna mjona anajiandaa. Nalia mama. Nalia na moyo. Ikurubete kila kukicha giza. Hakuna siku inoisha. Hakuna muda wa kupumzika. Walimu jasho la watoka. Mtaani kote wasifika. Attention. How are you? Thank you, sir. I'm very fine. Everything. Thank you. Okay. You got. Sasa leo nimekuja na mambo mawili. Jambo la kwanza ni lile la siku zote la kawaida ile ambalo tunalifanya, jukumu langu la kila siku la kufundisha history. Ila jambo la pili ni taarifa. Kuna mwalimu mgeni atakuja hapa shuleni na ataingia darasa hili. Na waomba mfanye mfanyano, msimkere yule mwalimu. Na wajua, lakini pia nyinyi mnanifahamu vizuri. Nishaokota watu, mimi nishawasukuma watu kwenye mashimo ya taka kwa mtabangi, nikawaleta hapa nikawashughulikia. Nishafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo ukinizingua nitawazingua. Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio. Mnanijua vizuri, mnanifahamu vizuri. Timbuli langu nikianzisha. Na linalofuata sasa hivi ni kuwaletea chai. Najua naona mmetulia hapo mnataka chai. Hamna kingine. Sio nikawaletee chai mje kupata kitu hapo. Sasa mchukua simu hapo. Sawa na simu. Ndio na simu? Ndio. Mimi sio chizi. Nimekuja na simu. Nilikuwa naongea na simu, nimeacha mezani msije na simu. Sasa sisi niwaambie, mabegi juu, weka mabegi juu. Weka mabegi juu. Ndio zoeno hapo. Simu. Inaisha. Finish it. Morning, how are you? We are 5 6 teachers. How are you too?
Walimu wenzangu, kama tulivyojadiliana kule ofisini kwa vijana wetu, swala la kuwapa kazi na hawajafanya. Kuja hapa jana kapa kazi, hawajafanya hiyo kazi. Kwa hiyo maana yake kama niliwaambia, nimekuja hapa kuja kushirikiana, kuniongezea nguvu ili tuwaadhibu wa vijana. Mimi nadhani tuanzie pale. Vipi tena mikono mingi ya nini? Hapo. Jana ndio kazi hatujatoa. Huyu mwalimu jana si aje tupa test na yote. Kama ninaongea uongo jamani, eti alitupa test hiyo? Chini. Hapo. Sawa, kama kweli umetokea mbele, naomba ushahidi wa picha. Kwa nini mwandishi wa habari ukanipa picha? Kama nilivyowaambia, hawa ni kuadhibu, hamna lingine. Mimi naona hii kesi ni shapo kubwa mwalimu. Kwanza nipisheni niendelee na kipindi changu, alafu baadaye tutaendelea na hii kesi. Nyie. Nipisheni nifundishe. Tunarudi kuja kwa vuruga. Bora atoke tu. Au sio wanangu? Atoke. Wewe toka bwana. Angejua kama tupendi kusoma singesema hivyo. Samahani madam, naweza nikaingia? Ingia. Au basi. Hivi kwa mfano madam, unaonaje wewe wakati unafundisha mimi nikaenda kule ukupikia chai? Yaani umekuja kusoma au umekuja kunipikia chai mimi? Amna so hivi. Pita usome. Na kuuliza umekuja kusoma au umekuja kunipikia chai? Amna so hivyo, mimi nataka nikusaidie tu. Nakwambia siwezi kupikiwa chai na wanafunzi, nataka usome. Uingie darasani na usome. Sawa? Mimi naenda kupika chai bwana. Njoo usome. Unasikia nini? Yaani nyinyi hamsikii wanafunzi gani msiosikia? Ni wanafunzi gani msiosikia? Sasa mwalimu, akosa mwanafunzi mmoja anatumuisha na sisi. Wote. Yaani wote kizano ni mmoja ndio vivuruga kweli kweli. Yaani mpaka mnitoa kwenye muda wa kufundisha, bora mimi niondoke zangu. Wanafunzi gani nafundisha wasiosikia? Kisha niondoke. Vivuruge, wanafunzi vivuruge. Vivuruge. Unamuonaje yule mwalimu mgeni? Yaani yule mwalimu mgeni yule, aisee, kajariwa. Yaani mwili hanao, kifua amejazia, yaani kila idara amekamilika. Amejazia vizuri, yaani yuko vizuri kwa kweli. Na walivyo wanafunzi wa hapa, tutaangalia sisi itakuwaje. Wewe acha tu. Nakwambia ataanza anakatevu anapojikufanya mgumu, lakini najua baadaye tu atalainika. Hata nyinyi walimu wadogo wadogo, tutaangalia sisi itakuwaje. Mimi kazi yangu mama, kama nikiwa mama naangalia. Ngoja tuone, yani ila wale wengine wazuri kweli, nimewapenda. Na wanafunzi wao vivuruge. Wa kutongoza walimu wazuri kama wale. Nimetokea kuwapenda sana, hususan wale wageni. Mwalimu mgeni, kazi yake yeye. Mwalimu, mimi hapa nimekuita kwa jambo moja tu. Jambo gani? Mimi kusema ukweli, yani tangia uvoingia darasani tu mwanzo nimekupenda. Tifa, unataka unitengenezee kitu gani hapa na walimu wenzangu? Nitakuwa siri tu. Hapana. Wewe ni mwanafunzi, mimi ni mwalimu. Itawezekanaje kupata ujasiri wa kuniita kwa heshima nikajua labda kuna somo limekushindwa, ulisema mwalimu njoo unisaidie, leo unaniita unanitongoza? So mwalimu, wote sisi watu wazima. Mimi nalingana na wewe.
Amna, sio kulingana. Sasa utasemaje wote watu wazima wakati umevaa uniform, mimi nimevaa nguo za kawaida? Sasa uniform, yani nikitaka hata kuvua na vua. Yani sina maana yoyote uniform. Tifa, nipende kama mwalimu wako wa kukufundisha darasani. Usinipende tufanye hiko kitu unachokifikiria. Sawa? Mimi mwalimu kusema kwa tangia naingia ni darasani na nakufundisha tu mwanzo nimekupenda, usiniambie hivyo. Ngoja kwanza Tifa. Au unataka mpaka nishike kiboko tena? Najua umeshakuwa mkubwa lakini sio hivyo unavyofikiria wewe. Sawa? Mimi ni mwalimu wako. Utapataje ujasiri wa kunitongoza? Mimi nikajua umeniita kwa heshima, labda unaniambia kuna somo fulani limekushindwa, ni mwalimu nisaidie. Unaniita kwa ajili ya kunitongoza? Mwalimu, ndio hivyo, nimekupenda, ndio maana nimekuja hapa. Sawa. Nenda nitakufikiria. Mwalimu mgeni mnamjua, anavyopenda sifa kujifanya kimbelembele. Dalia mama